Kisima ambacho hakina maji, usiweke maji. Kisima ambacho hakina maji, usiweke maji. Okay. Lakini kisima chenye maji, weka maji. Watu wanatakiwa kutafuta pesa au pesa ndo inatakiwa kutafuta watu? Ile tofauti, lazima ufikirie tofauti. Pesa ni kama nyama. Na ana personality kabisa, inaonekana ni mkali sasa huyu. Jambo la kwanza kabisa, unapodili na fedha, unadili na mtazamo, fikra. Physically unaweza ukadecide kwamba huyu ana pesa, huyu hana pesa. Pesa itafutwa, pesa inategwa. Kwa pesa haina hisia wala haijali mtu. Uhali gani mpenzi mtazamaji wa Dynamic Talks Podcast. Moja ya segment muhimu sana ni hizi ambazo tunakuwa tunazifanya kubadilisha mind ya kwako, mtazamo wa kwako, fikra za kwako, ili kuhakikisha kwamba unakuwa unajifunza. Na uzuri ni kwamba kwenye chumba cha Dynamic Talks Podcast tunakuwa tunalenga kubadilisha maisha, na hii ndio sababu inaitwa Dynamic. Siku ya leo bwana, tupo na moja wa wataalamu wa elimu ya fedha na biashara, Martin Kombo. Asante sana Mr. Karibu sana brother. Asante sana. Nimefurahi sana kukuona hapa siku ya leo. Na mimi pia nimefurahi kukuona Mr. Shamba. Na nafikiri ni siku muhimu sana leo. Muhimu sana. Na huu umekuwa mwaliko wa kitofauti. Watu ambao wanatutazama natamani wa kufahamu wewe ni nani na kwa nini uko hapa. Kwa majina yangu mimi naitwa Mr. Martin Kombo. Mimi ni mfanyabiashara, mwekezaji na pia ni mwalimu wa masomo ya fedha na ushauri mbalimbali, mambo mbalimbali katika maisha kiujumla. Moja ya programu yako ambayo nimekuwa nikifuatilia na inafungua watu wengi sana inaitwa Nje ya Box. Kwa nini Nje ya Box na ni nini hasa siri iliyoko ndani yake? Nje ya Box ninakumbuka mwaka 2019 nikiwa chuo kikuu cha UDOM. Niliona kabisa unajua tupo kwenye mfumo, tupo kwenye ulimwengu ambao watu wengi fikra zao bado ziko ndani. Okay. So Nje ya Box maana yake ni kwamba nilikuwa nafikiria tofauti, kuwatoa watu katika namna ya kawaida kwenda katika namna nyingine. Okay. Kwa ile Nje ya Box ndio maana vitu vingi ambavyo nilifundisha mule ndani nilikuwa nawatoa watu katika namna ya kufikiria kawaida, kufikiria kutoka nje. Kutoka kwenye viwango vya kuona kwamba huwezi na kwenda kwenye level ya kuweza. Kwa hiyo Nje ya Box imemtoa mtu nje kwamba box ni kama dunia. Okay. Watu wa duniani wa kawaida ambao wanafikiria kawaida. Kwa hiyo kutoka Nje ya Box maana kufikiria tofauti na vile ambavyo wengi wanafikiria. Kwa sababu kitu kikubwa ambacho naweza kukwambia Mr. Shamba ni kwamba wewe unavyofikiria na mwingine anafikiria, ili uwe tofauti lazima ufikirie tofauti. Okay. Kwa hiyo usipofikiria tofauti inakuwa ni changamoto kidogo. Lazima mpate matokeo yanayofanana, ila ukiwa tofauti lazima matokeo pia yawe tofauti. Na zile ulikuwa unatumia ama unatumia utaratibu gani kuzipata? Huwa kuna inspiration unazipata nje au ni vitu ambavyo una create kichwani? Mara nyingi sana Nje ya Box nilikuwa nina create. Unajua Nje ya Box ni experience ya mtu. Okay. The way wewe ulivyoishi na namna ambavyo umeona, unavyoona mitazamo ya watu, namna watu wanavyochukulia maisha na unavyochukulia maisha. Kwa Nje ya Box mara nyingi ni jumla ya maisha yangu. Okay. Yaani hiyo ni jumla kwa sababu kusoma vitabu, kuangalia baadhi ya video mbalimbali za mafundisho mbalimbali na wewe mwenyewe. Kwa hiyo kiujumla imebeba maisha ya uzoefu. Ndio maana ya Nje ya Box imeleta matokeo makubwa. Okay. Hongera bana, hiyo ni kitu kikubwa sana. Asante sana. Na naona sasa hivi nuru ni kubwa, mwili unanawiri. Mungu anasaidia, mambo sio mabaya. Kwa kweli sio mabaya. Kwa kweli tunamshukuru Mungu. Tulikotokea na tulipo sasa kuna mabadiliko makubwa sana. Kwa hiyo tuna kila sababu ya kumshukuru Mungu. Ni kweli kabisa. Unajua moja ya kitu muhimu ni kuwa na watu wenye taarifa sahihi. Kuwa na watu ambao wanaweza kuconnect na maarifa sahihi kuhusiana na mambo ya msingi. Na moja ya mambo ya msingi kwa sasa ni eneo la fedha. Hivi unafikiri kwa nini fedha inasumbua watu wengi kwenye ulimwengu wa sasa? Fedha inasumbua kwa sababu ya mtazamo. Okay. Unajua wengi tuna mitazamo isiyo sahihi juu ya fedha. Kwa jambo la kwanza kabisa, unapodili na fedha, unadili na mtazamo, fikra. Okay. Kwa hiyo
pesa itakuwa ngumu na itazidi kuendelea kuwa ngumu kama watu wasipojua kwamba fedha ni fikra, ni mtazamo. Okay. Kwa hiyo tukiweza kubadilisha mtazamo juu kuhusiana na pesa, basi maisha yatakuwa rahisi sana. Pesa sio ngumu. Yaani katika kitu ambacho rahisi duniani kukipata ni pesa. Kwa sababu ni mtazamo. Ni mtazamo. Yeah. Hivi kuna tofauti yote kati ya pesa na fedha? Mimi nafikiri pesa na fedha ni lugha tu, lakini ni kitu kile kile. Okay. Kwa sababu fedha na pesa ni kama tu kuna maneno mengi kutokana tu na sehemu husika. Lakini fedha na pesa ni the same. Okay. Kutokana na definition. Maana yake nini, pesa ni nini, fedha ni nini, kitu kimoja. Niliwahi kumsikia mtu mmoja anasema kwamba yeye pia alitoa mtazamo wake. Akasema kwamba fedha zinakuwa ni nyingi kupita kiasi, ila pesa zinakuwa za wastani. Nikasema nitawauliza wataalamu. Na leo kwa sababu nimepata bahati nikasema nitake kujua, pengine unaweza kuwa na tafsiri nyingine. Mimi nafikiri tafsiri tutabaki unajua hayo ni maneno tu, ni misamiati. Ni misamiati, lakini unatakiwa tu kitu pointi cha msingi ni maana ya pesa ni nini, maana ya fedha ni nini. Okay. Kwa hiyo ukishajua fedha ni nini na pesa ni nini, kwa sababu unaposema pesa na fedha maana yake ni moja. Okay. Ni chombo cha kubadilishia thamani. Okay. Kwa hiyo ni kitu ambacho naweza kukuambia kwamba ni chombo. Kwa fedha ni chombo, pesa ni chombo. Kwa ni kitu kimoja. Kitu kimoja. Ambacho kinatumika kubadilishia thamani. Moja ya kitu ambacho nimepokea ujumbe na message nyingi kutoka kwa watazamaji, wanauliza kwamba utaratibu wa kupata pesa ukoje? Je, watu wanatakiwa kutafuta pesa au pesa ndo inatakiwa kutafuta watu? Okay. Utaratibu wa kupata pesa maana yake kwa lugha nyingine kwamba Mr. Shamba, pesa haitafutwi. Pesa inategwa. Okay. Kwa lugha nyingine kwamba pesa, mimi nachukulia pesa ni kama mnyama. Pesa ni kama mnyama. Na ana personality kabisa, inaonekana ni mkali sasa huyu. Hapana, ni mnyama. Okay. Sasa wewe ni kama mwindaji. Okay. Unapoenda polini kuwinda, kwa hiyo lazima utege mitego. Okay. Pesa inategwa. Kwa kila anayetega, kwa pesa itafutwi. Pesa inategwa. Okay. Kwa hiyo nilitaka watu wajue kwamba pesa utafuti, pesa unaitega. Kwa mifumo sasa. Unaitegaje? Kwa hiyo unaitega kwa mifumo mbalimbali ambayo itakusaidia wewe kupata hiyo hela. Okay. Na inasemekana pia pesa inaweza ikachagua watu kwamba kuna sehemu haiendi, kuna sehemu inaenda. Hiyo huwa imekaaje? Pesa haichagui mtu. Unajua, na hiyo sasa ndo tunarudi kwenye mitazamo. Na huo mmoja hapo kusema pesa inachagua, maana yake sio mtazamo sahihi katika eneo la fedha. Ndio. Kwa hiyo pesa haichagui mtu. Kwa sababu pesa haina hisia. Pesa haiwezi kuja kwako kwa sababu unalia sana. Kwamba sikio unalia sana unasema pesa, au pesa haiwezi kuja kwako kwa sababu unasema mimi na shida sana. Umeelewa? Kwa pesa haina hisia wala haijali mtu. Pesa inakuja kwa mtu yote yule ambaye atafuata kanuni, kwa sababu pesa ina sheria. Okay. Sheria ya kwanza ya fedha, inatakiwa uwe na uwezo wa kutengeneza thamani. Okay. Pesa haiji kwa kila mtu. Pesa inakuja kwa mtu ambaye labda niongee kidogo ili watu wasije wakana mindset ambayo sio sahihi. Pesa, ili uweze kupata pesa ina mambo labda niseme mambo manne. Pesa, jambo la kwanza ni lazima ujue jinsi ya kutengeneza thamani. Okay. Kwa sababu mtu anayepata pesa ni yule ambaye ametengeneza thamani ambayo ile jamii inahitaji. Kwa sababu watu hawezi kukupa pesa kama hujatengeneza thamani. Okay. Lakini jambo la pili, ili uweze kupata pesa ni lazima uwe na uwezo wa kutatua matatizo ya watu. Kwa hiyo kwa kiwango cha kutatua matatizo yao, na ndicho ambacho kiwango ambacho cha pesa unachopata kinaamua pia kiwango cha pesa kinachokuja kwako. Okay. Lakini pia jambo la tatu ni namna gani, kwa jinsi gani unajua kutumia, kwa sababu kuna mambo matatu. Kuna pesa inampata mtu ambaye anajua kuitumia. Okay. Matumizi yako, namna ya kuitunza pesa na namna ya kuzalisha pesa. Okay. Kwa mtu anaweza akawa ana hela nyingi, lakini kama amefeli kwenye eneo la kutunza, amefeli katika eneo la matumizi. Na pia amefeli katika eneo la kuzalisha. Inakuwa ni ngumu kukutana nayo. Okay. Kwa hiyo pesa haichagui mtu. Pesa inataka mtu ambaye anaweza kufuata sheria za pesa.
Okay. Yeah. Nataka kwenye podcast hii tuambie, unaweza ukamfahamu mtu kwa namna ya mwili kwamba huyu ana pesa au huyu hana pesa? Kwa namna ya mwili? Kwa lugha, kwa kumaanisha kwamba muonekano? Kwa muonekano, yani kwamba kwa kumtazama. Pengine umeenda kwenye mkutano, physically unaweza ukadecide kwamba huyu ana pesa, huyu hana pesa. Pesa inaonekana. Niwe wazi. Mwenye pesa anaonekana. Na asiyekuwa na hela aonekane. Anaonekana. Asiyekuwa na hela pia anaonekana. Okay. Ndio. Kwa hiyo mwenye pesa unaweza kumtambua. Kwa kumuona tu hivyo unajua huyu mtu ana hela. Unamtambuaje? Okay, kwa mtu ambaye mwenye pesa, kwa kumtazama tu unajua pesa inaleta ngozi. Ngozi ya pesa ipo. Mimi nilikuwa siamini haya mambo. Baada ya kutembea sasa kufika baadhi ya maeneo nikaja kujua kumbe pesa inabadilisha watu. Hata muonekano wako, nuru inakuwa kubwa. Ya unaangaza zaidi. Kwa pesa inaonekana. Sasa kwa namna ipi ni pesa inabadilisha watu. Katika namna tu ya muonekano. Kwa hiyo naweza nikakwambia kwamba mtu mwenye pesa anajulikana. Pesa haijifichi. Unaweza ukataka kujificha lakini pesa haiwezi kujificha. Haiwezi kujificha. Okay. Kwa una sababu ya kusema nijitangaze. Huna sababu hiyo. Pesa yenyewe tu ni kitangazo. Yaani pesa yenyewe ina uwezo huo. Kwa mtu mwenye hela anaonekana na mtu asiyekuwa na hela anaonekana. Okay. Yeah. Kati ya kuwa na afya na kuwa na pesa, unachagua kitu gani? Kati ya pesa na afya. Kwa sababu watu wanasema afya ndo kila kitu, wengine wanasema pesa ndo kila kitu, na wakati mwingine kwenye maandiko kuna mstari wanasema fedha ni jawabu la mambo yote. Mimi nafikiri kwangu mimi ukiniambia nichague kati ya pesa na fedha, mimi nafikiri tu nitachagua vyote. Kwa sababu hauwezi kuwa na afya kama una pesa. Inahitaji uwe na pesa kwanza, uwe na pesa, uwe na afya. Watu wengi wamekufa leo wakiwa kwa sababu ya pesa. Kwa hiyo mimi naweza nikasema kwamba kati ya pesa na afya. Sasa huwezi kutunza afya bila pesa. Kwa hiyo hauwezi. Kwa hiyo lazima vitu vyote vipo. Kwa hiyo hakuna afya njema bila pesa. Hakuna kitu kama hicho. Sio kwamba kuna neema ya Mungu kwamba inaweza kukuhifadhi kwenye eneo la afya lakini bila hata pesa. Neema ya Mungu ambayo inaweza ikupa afya ndio hiyo neema ya Mungu inayokupa fedha. Okay. Kwa hiyo mtu yote mwenye afya lazima ina fedha. Asiyekuwa na yani Mungu hawezi kukupa, Mungu hakupi kitu nusu. Okay. Mungu anakupa kitu kamili. Kwa mfano kwenye Biblia utamwona mtu mmoja aliambiwa na Mungu, omba chochote, yeye akasema mimi nipe hekima. Mungu akasema huyu jamani mbabaishaji. Unataka hekima kwa sababu Biblia iko wazi inasema hekima ya maskini yasikilizwe. Kwa hiyo wewe hata kama uwe na hekima kiasi gani, huna hela, hakuna mtu anayekusikiliza. Kwa hiyo maana Mungu akasema okay sawa, kwa sababu hujataka vingi lakini mimi nitakupa na hela. Kwa hiyo Mungu mwenyewe hawezi kukupa, na yeye Mungu anajua cha kukupa. Kwa hiyo mimi nafikiri pesa ni muhimu sana. Na lazima watu wawe na mtazamo sahihi juu ya pesa. Okay. Kwa sababu mtazamo mmoja wapo wengi unaoathiri ni kwamba wanafikiri pesa ni kitu kibaya. Okay. Pesa sio kitu kibaya. Kwa hiyo ni mtu mwenye ndo mbaya. Unajua watu watakao waelewe. Kwa hiyo haibadilishi mtu. Na kama mtu atasema pesa imembadilisha, basi huyo alikuwa ndivyo hivyo. Wewe ndio ulishindwa kumuelewa. Okay. Kwa mtu ambaye ndo anaanza biashara, ameanza biashara mwaka huu, amejizatiti, ameweka malengo, ana biashara yake ndogo ameanza mwezi wa kwanza, lakini ana struggle sana kwenye kuzalisha pesa na kumanage mtaji wake. Na wewe nimekufuatilia kwa muda mrefu sana, ni mmoja wa wafanyabiashara smart sana, unajua mbinu sahihi za kumanage mtaji na kumultiply kiwango cha pesa. Unaweza kumsaidia mbinu za kukaa katika position sahihi ambayo anaweza kukua kila siku kwenye biashara yake. Kwa sasa kwa mtu ambaye ni mwanzoni kabisa anaanza, tunaweza tukamshauri kwamba jambo la kwanza ili mtu aweze kukua, jambo la kwanza ni eneo la budget. Okay. Kwa sababu kwenye eneo la budget ni eneo muhimu sana kwa mfanyabiashara. Unaweza ukaanza biashara na mimi niseme tu wazi, wengi wanaweza kuzalisha hela lakini hawana budget katika eneo la matumizi. Unaweza mtu akapata faida kwa siku shilingi 10,000 lakini matumizi yake 15,000 kwa siku. Umeona? Kwa hiyo mtu ili tumsaidie huyu mtu ambaye anaanza biashara, mtu ambaye bado hana ufahamu, jambo la kwanza ambalo mimi namshauri aweke budget.
Okay. Hawe anajua mapato yake na ajue na matumizi yake. Yeah, kwa siku yamekaaje. Pasipo kuingilia biashara. Yes. Na pia ajitofautishe yeye na biashara. Yaani kubwa sana. Ajitofautishe yeye na biashara. Kwa sababu kuna mtu mmoja kuna siku alinipigia simu. Akasema nisaidie kiasi fulani cha hela. Mimi nikamwambia sina. Akasema hapana, kwa sababu ananifahamu. Anafahamu labda biashara ambazo nafanya, hawezi kwa kiasi hii hela hawezi kukosa. Nikamwambia sina. Kwa sababu mimi mwenyewe pia najitofautisha kati ya mimi na biashara. Kwa hiyo wewe kama wewe hauna, ila biashara ina hela. Biashara ina hela, ila mimi sina hela. Kwa hiyo lazima pia kwa hiyo jambo la kwanza nitamshauri kwa mtu ambaye anaanza biashara. Jambo la kwanza awe na budget. Afanye vitu kwa mpangilio. Lakini jambo la pili ajitofautishe yeye na biashara. Okay. Yeah. Kwa hiyo ajue kwamba hii ni pesa ya biashara na hii ni pesa ya kwangu. Lakini jambo la tatu lazima ajifunze kujilipa. Okay. Kwa sababu mtu asipojilipa mwisho wa siku atakula hela za biashara. Okay. Yeah. Kwa hiyo lazima ajifunze kujilipa kwamba anajua kabisa bwana mimi ndani ya mwezi huu pesa yangu mimi ni pesa fulani. Lakini jambo la mwisho kabisa ambao kwa mfanyabiashara ni lazima aangalie mazingira. Unajua biashara moja hapo watu wana tabia mazoea, au watu wanakariri. Lakini hiko ndio kitu ambacho ni kibazi. Soma mazingira yamekaaje. Biashara zina misimu. Kwa mfano mimi nataka niwaambie watu ukweli kwamba katika Januari mpaka Disemba miezi hii mimi naweza kaigawa katika miezi mitatu. Ndio. Kuna biashara ambayo inafanyika kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 3. Na pia kuna biashara inaanza mwezi wa 3 mpaka mwezi wa ngapi? Wa 6. Wa 6, yeah. Kwa hiyo wa 6 mpaka wa 9, wa 9 mpaka 12. Kwa hiyo la sasa kama wewe mfanya biashara ni lazima pia wewe ambao unaanza biashara ujue biashara yako ipo katika msimu upi. Kwa sababu kuna biashara ambayo inafanyika vizuri sana kuanzia mwezi wa 6 mpaka wa 9. Okay. Yeah. Kwa lazima pia ajue season kwenye biashara. Yeah. Kwa sababu kuna biashara kwa mfano mtu ambaye anaanza biashara ya makoti leo. Makoti yanauzika sana msimu wa baridi. Okay. Yeah. Kwa msimu wa joto utarajia kwamba makoti hayafanyaje? Hayatoki. Watu ambao wanafanya biashara miamvuli wakati wa mvua. Muda kama huu mwezi hii kwa unaweza kukuta watu wengi sana wanatumia miamvuli. Yeah. Kwa hiyo mimi nataka niseme kwamba pia lazima wajue hizo biashara. Na lazima kama mfanya biashara ambaye unaanza ujue kabisa kwamba mimi biashara yangu msimu wake uko hapa mpaka hapa na kutoka hapo uwe na kitu kingine cha kufanya. Okay. Kwa hiyo katika mwaka mzima uwe na biashara nyingi kidogo ambazo zitakusukuma. Yeah. Kulingana na kipindi husika. Yeah, na kipindi husika ambacho kipo. Yeah. Lakini unafikiri ni mambo gani ambayo wafanyabiashara wengi hawaelewi kabisa kuhusiana na pesa? Ya jambo la kwanza wengi ambao wafanyabiashara wengi sana hawajui kwamba pesa ni fikra. Pesa ni mfumo wa mawazo. Okay. Ya, kwa sababu pesa inapatikana kwa namna mtu anavyofikiria hiyo pesa. Kwa hiyo kwa mfano mfanyabiashara wengi sana wanafikiri kwamba pesa nyingi ndio utajiri. Kwamba pesa nyingi ndio utajiri. Lakini ukweli kwamba kuwa na pesa nyingi sio utajiri. Kwa sababu pesa ni chombo. Ni chombo tu. Yes. Utajiri ni mfumo wa uzalishaji. Ni mfumo wa mtu ambaye anaweza kuzalisha thamani yake. Na ile pesa ikawa katika mfumo ambao bila yeye kuwepo. Unajua watu lazima wajue kwamba katika pesa ili kuna katika mambo ya fedha kuna kitu kinaitwa passive income na active income. Yeah. Watu wengi sana wako kwenye active income. Okay. Sasa unapozungumzia active income ni yale mapato ambayo mtu anapata kwa mpaka yeye atumie nguvu na muda. Yeye awepo. Na yeye yes. Na yeye pia awepo. Lakini watu walikuwa watoke katika active income kwenda kwenye passive income. Maana yake passive income maana yake ni mtu anakuwa na uwezo wa kuzalisha kipato chake. Bila yeye kuwepo. Bila kutegemea uwepo wake. Yes. Bila kuwepo. Kwa hiyo lazima sasa tutengeneze mfumo. Na bila hivyo watu watazidi kuwa maskini. Kwa mfanya biashara lazima ajue kwamba kwenye biashara zake lazima pia atengeneze mfumo ambao utamsaidia kupata pesa bila kuwepo. Okay. Yeah. Hiyo ni kubwa sana hiyo. Yeah. Na hivi ni vitu ambavyo wanatakiwa wajifunze kwa spidi sana. Hataki kuwa na ujuzi tu wa kile anachokianza. Yeah. Lakini pia kuhusu fedha anayoitafuta.
Kwa vile ambavyo ume notice, kuna madhara gani ya kuishi bila budget? Madhara ni makubwa. Unajua budget ni kama ramani. Na mtu yote ambaye ana budget hana malengo. Okay. Kwa sababu mimi nachotaka kuambia Mr. Shamba, budget ni kitu muhimu kuliko kawaida. Budget itakwambia ule nini. Budget itakwambia ule nini. Unapokuwa mfanya biashara na ukakosa budget, basi ni rahisi sana kufilisika, kwa sababu wewe mwenyewe unakuwa unajui kwamba hii ni pesa matumizi kwa ajili ya nini. Pesa inakuwa haina lebo kwamba hii kafanye nini. Ukiambiwa michango ya harusi wewe unatoa milioni, umeshachukua mtaji wako wote huo. Umenikumbusha bana. Siku hizi michango bana imekuwa ni fashion. Yani sasa hivi ni bora ukose hela ya kula, ila usikose hela ya kuchangia kwenye shughuli hiyo. Kwenye issue ya budget imekaaje? Budget ni muhimu tujue kwamba tunatakiwa tukumbuke hivyo vitu. Kwa sababu sisi tunaishi na jamii. Okay. Sasa unapoishi na jamii lazima hiyo sehemu ya budget. Kwamba uwe na sehemu ya budget kwa ajili ya kufanya vitu kama hivyo. Okay. Kwa sababu ndio maana nilikuwa nakwambia kwamba ni muhimu sana watu wajue kwamba kwenye budget lazima ujue. Na hiyo budget, kuna budget ya mtu binafsi, sawa, ya kwako kama ya kwako, na pia budget kwa ajili ya watu wengine. Kwa ni vizuri sana pia kwa na budget ili kuweza kusaidia hayo mambo, kwa sababu hatuwezi kuacha kuchangia. Mr. Shamba kila siku wewe kwenye harusi na kuona. Kwa hiyo pia najua una budget ya mialiko ni mingi sana. Ukizidi kadri unazidi kuwa maarufu, unakuwa unafahamiana na watu wengi, na lazima kila muda utakuwa kwenye hayo matukio. Kwa hiyo tuwe na budget ya mambo hayo ili tuokoe biashara zetu. Nafikiri issue ya budget tutaichimba zaidi kwenye episode ya pili. Ili kuongeza ufahamu kwa mtu ambaye anatufuatilia. Mtazamaji unayefuatilia, hii ni Dynamic Talks Podcast na mgeni hewani anaitwa Martin Kombo. Huyu ni mwelimishaji wa masuala ya fedha na biashara, na anayeendesha gurudumu hili anaitwa Shamba the Shamba. Kama ndo mara yako ya kwanza kabisa kututazama, na kukumbusha usubscribe hapo chini na uguse alama ya kengele. Hapo utakuwa umepata notification na access ya kutufuatilia kila wakati tunapokuwa hewani. Kumbuka segmenti ya kwanza au episode ya kwanza tunaweka msingi kuhusiana na elimu ya fedha, namna gani unaweza ukajenga mtazamo sahihi wa pesa, na jinsi gani pia unaweza ukaingia kwenye kundi la watu ambao wanazalisha pesa kila siku. Bwana Kombo, kuna watu ambao wanaonekana kama wana pesa, lakini kiuhalisia hawana pesa. Yani karakta yao na vile wanavyotuonesha ni wanatuonesha picha ya kuwa na pesa, na tunaona kama vile wamefanikiwa, lakini kimsingi ukitaka kuwajua zaidi unakuja kugundua kwamba hawajafanikiwa. Hiyo ina madhara gani hasa kwenye jamii tulionayo na inayotufuatilia? Ina madhara kwa sababu watu wanakuamini wewe Mr. Shamba by the way unavyoonekana. Yani wewe ndio utakayeamua watu wakuchukulieje, watu wakuonaje. Sasa madhara makubwa ya mtu ambaye anataka kuonekana kwamba yeye tayari amefanikiwa, katika kanuni sasa sheria baadhi za fedha ambazo kama tutapata nafasi kuwaambia watu namna gani sasa unaweza overcome vitu kama hivyo, ni kwamba madhara makubwa ya kwanza, watu wakisha kujua wewe, yani wewe unaweza kuonyesha watu kwamba mimi na fedha, lakini walisia wewe una hela. Watu watataka kwako misaada. Watu unaposti picha uko Dubai. Unakula bata, unakula vyakula vya gharama sana. Unaenda pale airport tunapiga picha unarudi nyumbani. Sasa hayo mambo yote watu watakuchukulia hivyo hivyo, watakuamini. Kwa hiyo wewe madhara ambayo utapata, watu watajua kwamba wewe tayari umeshafanikiwa, na watu watahitaji misaada kutoka kwako. Na ndugu zako watakuja, rafiki zako watakuja, na hutaweza. Kwa hiyo madhara moja hapo ni kwamba jambo la kwanza utaibika. Kwa sababu mwisho wa siku utajulikana tu. Utaonekana kwamba sasa mtu anakuambia bwana nahitaji msaada wa milioni 2. Wewe mwenzangu na mimi kumbe una 10,000. Hauwezi. Kwa hiyo mimi nafikiri madhara yake makubwa ni kwamba kwanza huyo mtu anayefanya vitu kama hivyo hafahamu
hana elimu ya pesa. Kwa sababu mtu mwenye hela hawezi sio mtu wa show off. Sio mtu wa kuonesha. Mimi nataka nikwambie kitu kimoja Mr. Shamba. Kwa kadri unavyozidi kufanikiwa sana, ndo mambo yako ya pesa utazidi kuya hiding sana. Okay. Yeah. Mimi nafanya baadhi ya biashara. Biashara zangu zingine ziko mitandaoni. Lakini kuna biashara zingine Mr. Shamba siwezi kupost. Hazipo. Na zipo mitandaoni. Watu wachache tu walengwa ndo wanazijua. Hiyo tunafanya nini? Mtu kadri unazidi kufanikiwa katika eneo la pesa, unazidi kujificha zaidi. Okay. Yaani hauwezi kutaka kuonekana. Wengi ambao wanataka kuonekana wana hela, ni ishara kwamba hawana hela. Uwezi. Bwana, hiyo ni kubwa sana. Yeah, of course. Wengi ambao wanataka kuonekana wana hela. Mara nyingi wanaga hela. Okay. Lakini sio kanuni. Maana kuna wengine pia wana hela wanaweza kujionyesha. Okay. Yeah. Lakini mara nyingi tunaomba iweke vizuri. Sio mara zote. Mara nyingi mtu mwenye hela hataki kwa kwanza hana muda wa kuweza ku show off. Okay. Kwa sababu anakuwa humble. Kwa sababu kadri unavyozidi kuwa na pesa nyingi unaongeza maadui. Sasa maadui wanakuwa wengi sana. Wanakuwa ni wengi sana. Kwa hiyo lazima tujitahidi kuwa na nidhamu katika eneo la wewe utulie. Tena kama mtu ambaye ni sisi vijana tena. Okay. Sisi vijana bado tuna nafasi, tunatakiwa tujifiche sana. Yaani watu tukajue shamba lakini watu wasijue mambo mengine. Yeah. Okay. Kwa dunia tulionayo inaonekana kuna sehemu kubwa sana ya heshima inatokana na fedha. Kuna namna yoyote ile ya mtu ambaye bado anajitafuta, hana misingi ya kifedha na hana pesa kwa wakati huu, kuna namna yoyote ya kujiwekea heshima tofauti na ile ambayo inatokana na pesa? Inawezekana kabisa. Unajua kila mtu hapa duniani alizaliwa au aliishi bila hela. Lakini pesa inapatikana kwa kujijenga. Okay. Mimi naweza kukwambia Mr. Shamba ukweli. Watu wengi wanafikiri unaweza kupata heshima tu kupitia hela. Hapana. Pesa unaweza kuipata kupitia kipaji chako. Okay. Yeah. Kama wewe mtu kipaji chako unakitumiaje? Kwa hiyo maana yake kwa lugha nyingine kwamba mimi nachotaka kusema mtu anaweza kupata heshima, sawa, kwa nje ya pesa, unaweza kutumia kipaji chako. Okay. Yeah. Kuna watu wana vipaji mbalimbali. Na mimi nataka niambie katika ukweli kwamba kipaji cha mtu, bidii yake katika kile kipaji kinaweza kumpa heshima. Okay. Yeah. Kwa hiyo vijana wana pressure nyingi sana za kutaka kutafuta heshima inayotokana na pesa ambazo hawana. Sasa hiyo inaweza kuwa ni strategy nzuri ya kuwasaidia kujenerate heshima kwa upande mwingine. Yeah, of course. Either kutokana na taaluma zao, vipaji vyao, na vingine ambavyo vinawazunguka, ukiachana na namna ambavyo wanaweza kaonesha kwamba wana pesa katika kipindi ambacho hawana pesa. Yeah. Nafikiri imekaa vizuri zaidi. Yeah. Ni nini hasa ambacho ungetamani sasa mtazamaji akisikie kutoka kwako kama expert? Kitu ambacho nafikiri tangu mwanzo mpaka tunapoelekea tamati ya segmenti hii hajakisikia kuhusiana na mifumo ya fedha na namna ambavyo pesa inafanya kazi. Tumesikia kuna misimamo na roho zinazoendesha pesa. Na watu wengine wanasema fedha ni roho kabla ya kuja mwilini. Ni kitu gani ambacho kwa kuhitimisha unaweza ukawaambia watazamaji tunapoelekea mwishoni kabisa mwa episodi hii ya kwanza? Mimi nafikiri kitu cha kwanza ni tamani kuambia kwamba ukiangalia baadhi ya, unajua watu wengi sana wanadili na pesa, lakini kitu ambacho hawaangalii kitu ambacho kinawapa, yani ni kitu gani ambacho wewe kinakupa pesa. Kwa hiyo jambo la kwanza au mtaji wa kwanza sio hela. Mtaji wa kwanza ni wazo. Okay. Kwa hiyo mimi cha kuwashauri kwamba ni lazima wakae chini, waspaniki. Wazo ndo mtaji wa kwanza. Kutengeneza wazo, hilo wazo ndo litakupa pesa. Okay. Lakini pia kuna msemo mmoja nataka niwape. Labda kidogo utawasaidia ili wajengee. Kisima ambacho hakina maji, usiweke maji. Kisima ambacho hakina maji, usiweke maji. Okay. Lakini kisima chenye maji, weka maji. Hiyo ina maana gani? Hii ina maana kwamba kisima ambacho hakina maji,
Maana yake nilipokuwa nasema kisima ni mfumbo ambao nimeliweka. Mtu ambaye hana pesa usimpe pesa. Okay. Mtu mwenye pesa anastahili kuongezewa pesa. Hiyo ni kanuni. Hiyo ni kanuni katika maisha. Na ndio maana pia hii ndio tunarudi sasa kwenye point nasema usikope hela ukiwa una hela. Nafikiri hiyo tutaiangalia sasa kwenye episode inayofuata. Tutaanza nayo. Title yetu itakuwa usikope hela kama una hela. Una hela. Ndio hivyo sasa kisima ambacho hakina maji kisiwekewe maji. Usiweke maji. Lakini kisima chenye maji weka maji. Weka maji. Kwa kopa wakati ambapo unakuwa na pesa. Unakuwa na pesa. Yeah. Bana, sisi tunakushukuru sana. Asante sana Mr. Shamba kwa segmenti hii kubwa sana na muda wako vile ambavyo umeinvesti kutoa maarifa kwa watu ambao wanatutazama. Mimi nashukuru sana, nimefurahi. Tunajua kwamba ratiba ni nyingi sana. Lakini tunamshukuru Mungu. Leo tumefanikisha. Mtazamaji, hiyo ndiyo ambayo inafanya tamati ya episodi yetu ya kwanza. Kumbuka tulikuwa na mmoja wa wataalamu kabisa. Kama umemfuatilia mpaka mwisho, ni matumaini yangu kabisa kwamba utakuwa umejifunza mambo kadha wa kadha ya kufungua ufahamu. Inawezekana unapitia changamoto za kifedha, lakini video hii haitakuacha salama katika vile ambavyo unapitia. Lakini pia ni kuhusihi uweze kufuatilia episodi nyingine zinazokuja kuhusiana na elimu ya fedha na biashara, series kutoka kwa Martin Kombo. Mpaka wakati mwingine, bye bye.